Kitaalamu wanashauri mama mjamzito alaleje, kwa mfano labda kitaalamu? Kitaalamu mama mjamzito anashauriwa kulala na ubavu wa kushoto. Okay. Na kwa nini analala na ubavu wa kushoto? Analala na ubavu wa kushoto kwa sababu kubwa inasaidia mzunguko wa damu kuenda vizuri. Kwa sababu anapolala na ubavu, mzunguko wa damu unaenda sahihi, unavyotakiwa kuanzia kutoka kichwani mpaka mguuni. Hivyo basi inamsaidia mtoto ambaye yuko tumboni kupata oksijeni kwa wakati, na pia vile virutubisho muhimu vinavyohitajika katika ukuaji wa mtoto si vinasafiri kwa njia ya damu, vinafika kwa wakati. Kwa hiyo mtoto anaendelea kukua vizuri, anaendelea kupata hewa sahihi. Lakini pia mama anashauriwa kulala na ubavu wa kushoto kwa sababu hii inasaidia figo zake. Kwa sababu tunajua kabisa figo ndio kiungo muhimu au kiungo kikuu cha kuondoa taka mwili kutoka kwa mtoto kwenda kwa mama na kutoka kwa mama kwenda nje. Kwa hiyo anapolala na ubavu wa kushoto inasaidia figo kufanya kazi yake vizuri. Lakini pia kulala na ubavu wa kushoto inamsaidia mama kupunguza uvimbe miguuni, mikononi pamoja na kwenye uso. Tunavyojua wamama wengi wajawazito wanapofikia ile hatua ya mwisho kuanzia labda miezi 7, miezi 8 mpaka miezi 9, unakuta miguu imevimba, mikono imevimba, uso umevimba. Ile inatokana na nini? Kipindi ambacho mama ni mjamzito anakuwa na maji mengi mwilini. Sasa yale maji mama akiendelea na ile hali ya kulala na mgongo, yale maji yanakuwa yanajistick mahali pamoja, yanakaa mahali pamoja. Mfano yanakaa sana miguuni, kwenye mikono mpaka usoni. Kwa hiyo kile kitendo cha yeye kulalia ubavu, hasa ubavu wa kushoto, kinasaidia kupunguza ule uvimbe wa miguu, kwa sababu maji yanakuwa yanasafiri na yanaweza kutoka kwa urahisi nje. Okay. Ndio. Kitu cha 4, mama anashauriwa kulala na ubavu wa kushoto, ubavu wa upande wa kushoto kwa sababu inamsaidia kupunguza maumivu ya mgongo. Hii miezi ya mwishoni mama anakuwa anapata hali ya maumivu ya mgongo. Kwa hiyo na hawezi kulala na mgongo kwa sababu mgongo hayuko flat tena. Kwa sababu mtu kawaida kama hivi nikiwa flat nikilala na mgongo wangu unagusa unanyoka. Lakini mama akiwa mjamzito akilala hivi hawezi kuunyosha mgongo wake. Kwa hiyo anashauriwa alale na ubavu wa sababu wa kushoto ili mgongo wake uweze kujinyoosha.